Bwana Yesu asifiwe wa Mungu tena. Tunamshukuru Bwana Yesu kwa ajili ya uzima na afya ndani ya mwaka mpya tena tarehe 7 mwezi wa kwanza 2026. Tunaomba Mungu heshima, tumevuka salama na hongera kwa kuvuka salama tena. Leo nitakuwa kuhusu habari ya Mungu anaongelea kwenye madhabahu. Moyo wa mtu ni madhabahu, lakini hauwezi kuwa madhabahu kama hakuna imani, kama hakuna ufahamu. Kinachofanya moyo kuwa madhabahu ni imani. Waefeso 3 mstari wa 17 nasema Kristo akae moyoni kwa imani, mkiwa na shina katika upendo. Kumaanisha kwamba kama moyoni hamna imani, Yesu haipo moyoni, na pia hiyo si madhabahu, ni moyo tu, lakini sio madhabahu ya Mungu aliye hai. Kile ambacho kinafanya kuwa madhabahu ni imani. Na vita vya msimu mpya ni vita vya kiimani. Kitabu cha Warumi 14:23 nasema kwamba jambo lolote ambalo litakana imani ni dhambi. Mtu mwenye imani afanye dhambi. Mtu mwenye imani mtakatifu. Mtu mwenye imani anaishi kwa ratiba ya Mungu. Anasema mwenye kiwango ataishi kwa imani. Anaposita, roho yangu sina furaha naye. Mungu akasirika, anakata uwepo. Ishara ya kwamba imani yako imetindika ni upako unapungua ndani yako. Kwa sababu hiyo basi hakisha kwamba unakuwa na imani umpendeze Mungu, alafu Mungu anaachilia upako ndani yako. Ukipoteza imani unampoteza Mungu. Ukipoteza imani unapoteza maisha. Ndani ya msimu mpya vita